Habarini za asubuhi. Ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro, naomba kuwasilisha kwenu taarifa kwa umma juu ya utendaji kazi ya kipindi cha Oktoba-Disemba 2025 katika ofisi ya TAKUKURU mkoa wa Morogoro. Katika kipindi hiki TAKUKURU wilaya ya Ulanga ilifanikiwa kuokoa jumla shilingi milioni 100 zilizotengwa na halmashauri kwa ajili ya ruzuku ya mbegu na miche. Lakini pia kazi hii ilifanyika kupitia uchambuzi wa mfumo baada ya kupokea taarifa ya wadau, ambapo TAKUKURU Ulanga ulifanya uchambuzi wa mfumo wa manunuzi ya ugawaji wa ruzuku ili kubaini mianya ya rushwa na mapungufu mbalimbali yaliyolalamikiwa ambayo yalikuwa yanahatarisha yale matumizi ya fedha kiasi cha shilingi milioni 100 zilizotengwa kwa ajili ya ruzuku ya mbegu na miche. Baada ya kubaini mapungufu yaliyokuwa yanahatarisha matumizi yasiyofaa ya fedha hiyo, TAKUKURU ilitoa mapendekezo yaliyofuata ambayo yalifanyika sasa kwa kufanya ile warsha, kwa maana ya kikao na wadau, wakaainisha yale mapungufu ambayo yalikuwa yamebainika, na baada ya hapo sasa ule utekelezaji ukawa umefanyika, ambapo halmashauri iliboresha ule mfumo kwa kupanga ratiba za manunuzi mapema, kwa maana manunuzi ya mbegu, lakini halmashauri ilishirikisha wakulima na AMCOS ili kubaini yale mahitaji halisi ya mbegu, lakini pia kutumia yale malipo ya kielektroniki na kuandaa rejista ya wale walionufaika. Hatua hizi ziliimarisha uwajibikaji, uwazi, imani ya wakulima kwa halmashauri na AMCOS bilioni 4 kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo 13 katika sekta ya elimu pamoja na afya. Jukumu lingine lilikuwa ni elimu kwa umma, ambapo kwa upande wa elimu kwa umma tumefanikiwa kuimarisha ushirikiano kati ya TAKUKURU na wananchi katika mapambano dhidi ya rushwa, lakini kuwajengea uelewa wadau wetu kuhusu wajibu wao wa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na kushiriki kikamilifu katika juhudi za kuzuia rushwa, jambo ambalo wanalitekeleza kwa kutoa taarifa mbalimbali. Kwa upande wa uchunguzi na mashtaka, katika kipindi hicho tulipokea malalamiko 71. Kati ya hayo malalamiko 51 yaliyohusu vitendo vya rushwa, uchunguzi wake uko katika hatua mbalimbali, na malalamiko 20 hayakuhusu rushwa. Lakini malalamiko ambayo hayakuhusu rushwa, walalamikaji wameshauriwa na malalamiko mengine yamepelekwa au yamehamishiwa katika idara zingine za serikali. Tulikuwa na kesi mpya 5 zilizoendelea, lakini kesi zilizoamuliwa zilikuwa 9, lakini kesi zilizoshinda, tulishinda kesi 5, lakini kesi 4 ziliondolewa mahakamani. Zinazoendelea au zilizoendelea mahakamani katika kipindi kile zilikuwa kesi 4. Tunayo mikakati katika kipindi cha Januari hadi Machi, ambapo tunaendelea kutoa elimu kwa wanafunzi, wananchi na watumishi wa umma kuhusu athari za rushwa na umuhimu wa kujiepusha na vitendo vya rushwa kupitia semina, mikutano ya hadhara, vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Lakini mkakati wa pili tulionao ni tunaendelea kufuatilia kwa karibu fedha za miradi ya maendeleo zinazotolewa na serikali ili kuhakikisha zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Nitoe wito kwa wananchi kwamba TAKUKURU inaendelea kuwasihi wananchi kuendeleza ushirikiano wa karibu katika jitihada za kuzuia na kupambana na rushwa, kwani ushiriki wao ni nguzo muhimu katika kuhakikisha uwazi, kunakuwa na uwajibikaji na matumizi sahihi ya rasilimali za umma kwa manufaa ya jamii inayowazunguka. Pia TAKUKURU inawakumbusha wananchi kuendelea kuwafichua watu wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa. Kwa kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, wapige simu ya bure namba 113
au wanaweza wakabonyeza *113# kwa maana ya kuingia katika uwanja wa TAKUKURU, au wanaweza wakatuma ujumbe mfupi wa maneno kupitia namba 113 au kupiga simu ya mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Morogoro ambayo ni 0738 150 143 au kufika katika ofisi za TAKUKURU zilizoko karibu nao. Kuzuia rushwa ni jukumu langu na lako, tutimize wajibu wetu. Ambazo ni kesi, tumeshinda kesi 5. Kesi hizi zilikuwa zikiendeshwa katika mahakama zetu, mahakama za wilaya au mahakama mbalimbali ndani ya mkoa wa Morogoro, lakini kesi hizi nyingi zilikuwa zinaangukia chini ya kifungu kile cha 15 kwa maana watu wanakuwa wanaomba hongo, lakini pia zipo ambazo zingine chache zilikuwa katika vifungu vingine lakini katika kushinda kesi hizo watuhumiwa walilipa faini, lakini pia licha ya kulipa faini wengine walirejesha zile fedha za umma katika ule utaratibu wa makubaliano kukiri kosa, kwamba watuhumiwa wanakuwa wanakiri kosa, tunakubaliana inaitwa plea bargain, kwa hiyo wanarejesha zile fedha. Ulisema kwamba kuna kesi mliziondoa. Ndio. Sababu za kuondoa hizo kesi ni nini? Je, TAKUKURU kuwa na ushahidi wa kutosha au changamoto ni nini? Asante. Kesi zilizoondolewa mahakamani zimeondolewa kwanza kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai, kwa maana ile Criminal Procedure Act. Na sababu kubwa na kesi hizi niseme kwamba zilikuwa hasa katika wilaya yetu ya Kilosa pamoja na Kilombero, na sababu kubwa ni wale mashahidi wale muhimu ambao wengi unakuta ni wakulima na wafugaji hawakupatikana, walipotea, na tunaendelea kuwatafuta kwa sababu kifungu kilichotumika kwa maana kuondoa hizo kesi mahakamani ni kwamba pindi tutakapowapata kesi hizo zitarejeshwa mahakamani. Na katika hili hapa nitoe rai kwa mashahidi na wananchi kwa ujumla, pale ambapo wanatoa taarifa za vitendo vya rushwa TAKUKURU wawe tayari pia kutoa ushirikiano, kwa sababu kutoa taarifa ni jambo moja, lakini kutoa ushirikiano ni jambo la pili, ili tuweze sasa kuhakikisha kwamba wale watu tunaowafikisha mahakamani kwamba tunapeleka ushahidi na kuthibitisha pasipo shaka yoyote, ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Mnaposema kwamba mmeokoa fedha, mantiki yake ni nini?